Hello, habari. Karibu tena katika Ondo Tech Academy. Na leo tunaendelea na series yetu tena ile ya Python, na tunaendelea tena kwenye variables, kukazia hapa na kufanya a simple project kuhusu variables. Cha kwanza hapa tukuongezea kwenye variables, pia unaweza ukasign more than one variables. Nikuonesha hapa ni cancel kila kitu hapo. Kaandika variable bla x y z is equal to 10 kabla 20 MB na hiyo. Umeona? Baadaye kuja kuprint zile value zako x y z, mambo yatakuwa mazuri kabisa. Umeona nimeprint hapo, lakini yani nionyeshe kimoja, ni clear hapo screen. Unaweza ku clear kutumia clear command, au pia nipunguze hiyo afu ili uone majibu vizuri kabisa. Umeona, run tena majibu hapo. Umeona? Pia kwenye kama umeassign hizo nili zako tatu, manake E10 itaenda kwenye position ya x, E20 itaenda kwenye position ya y, na E80 itaenda kwenye position ya z. Umeona? Kama umeweka tatu, weka tatu kweli. Usije ukaweka mbili hivi, italeta some errors. Let's just prove hapo. Meta error. Sasa assume sasa hizo swali moja. Assume kitu kimoja. Nataka ni assign variable zote tatu ziwe na value moja, labda 10 10 10 10. Mimi kwa nini nafanyaje? Kwa ndeka 10 10 10 10. Umeona? Kwa mfano x, y na z ziko to 10 10 10. I know semicolon. My bad. Nimeshazoea kwenye other programming language, sorry. Ta save hapo. Da run hapo. Itatokea 10 10 10 10. Lakini kuna simple way ya kufanya hivi kitu. Inaja kufanya 10 10 10 10. Hapo nda cross, nda andika hapo equal sign, au ili nita assignment operator, tuna assign hiyo 10 kwenye all variables hizo hapo. Kwa nda save, unaona? Ndo nda run 10 10 10 10. Unaona? Kwa hiyo simple like that. Unaona? Kwa leo nimesema hapa tutafanya ka simple project hapa. Ka simple project na kila mtu atafanya. Ni kama simple project mbili, lakini tutaanza na ka simple project ka kwanza hapa. Ka simple project ka kwanza. Cha kwanza utaandika labda tutaandika labda jina lako, name, labda tuweke vizuri sasa. Tuandike labda my name camel case. Wewe nimefanya camel case. Wewe my name is equal to labda George. Mona George. My name is George. And my age is 20. Or maybe 10. I don't know. I'm too young. Okay? Kwa age ni hiyo 10. Pia unaweza kaandika maybe kitu chochote kile unaweza kaandika hapo. Nataka tufanye kitu fulani hapa ambacho labda inatupa more foundation katika kuhusu mambo ya variables. Umeona? Na jinsi ya kuweza kutumia hizi variables. Umeona? Tukisema age is equal to 10 na tuweze to print hapo my. Okay, lazima tuweke string. Kama ni string lazima tuweke hizo quotes. Aseme my name is hapo lazima tukue my name. So nipata kwa kipindi hivi tutasema my name is, tumetumia variable name ambayo tutasema nini ni George. Umeona? Sasa kuna mistake moja beginner na nyingi nafanya, nataka nielekeze hapa pia. Hii my name bwana usiweke kwenye quote sababu ni variable. Tayari umetunza kitu fulani. Na ukihover hapa inasema hiyo ni variable my name ambayo ni literal, ndani yake pia kuna George. Umeona? Kwa ukitaka labda uprint George yenyewe, George, yani ingekuwa ni George bila variable tungeweka kwenye quote sababu ni string. Lakini hii variable tunaiweka kwenye string. Sio nipata hapo jamani. Umeona? Kwa hapo tukisema my name is hiyo hapo, na unaweza kusema labda tunaonyesha nasema and I hiyo kutumia age years old. Umeona? Kwake tumemalizika. Sasa kuna issue moja hapa. Assume sasa unaweza kagese hapa. Jibu ni jani clear kwanza screen ili muweze kuona. Naweza nika clear hapa afu nika save. Afu nisha save hapo. Jibu run. Umeona? Jibu run ikaleta majibu my name is George and I
have I have 10 years old, nimeongeza hapo nimeongeza kuandika hapa ya msingi, kwa ndio hivyo nika save hapo nika nani hapo. Kwa my name is George, I have 10 years old. Umeona? Assume sasa kuna kitu hapa. Unaweza nataka uniambie. Assume sasa hapo nimesema tena my name. Ni ile variable name. Umeona? Box ile inaitwa abla box ile label my name. Nikaenda kuweka kitu kingine. Sasa kwenye programming hapo sasa mabox au tunazungumzia hapa mabox sio mabox alili. Ani mabox yale sio kama tunazungumzia mabox sasa hapa. Kwenye computer bwana tunazungumzia RAM sasa. Kwenye RAM pale kuna RAM space au RAM tables. Umeona? Kwa sababu zile RAM space kuna hizo labels. Umeona? Sasa kwenye ile space my name ukaweka value nyingine. Labda weka your name maybe. Labda George, labda tuweke $1 pia. $1 unaweza katika jina lolote, force kutumia $1. Okay, $1 is jina zuri. Okay? Yeah, pia kaandika age. Sema age is equal to maybe 70. Umeona? Assume sasa nimekuwa nimekuwa na age yangu imekuwa 70. Hii ni really application. Umeona? Kwa sababu gani? Variables maana ni value ambazo zinaweza ka change over time. Umeona? Sasa niko naonyesha kitu kimoja. Sasa assume sasa nataka ni show hizo value tena kutumia print function. Nika save. Unaweza kagesi answer hapo. Think a minute. Kwa unaweza ukaangalia hapo jibu ni nini? Ka run. My name ya kwanza, my name is George and I have 10 years old. Lakini ya pili sasa name is $1 and I have 70 years old. Umeona? Kwa kuna hiyo ni variable overriding. Umeona? Imeoverride zile za mwanzoni. Umeona? Na kumbuka Python interpreter ina interpret zile code line by line. Kwa hiyo imeenda line by line, hiyo kuta hii ya mwishoni kwa hiyo ime override zile ya mwanzo kabisa na imeleta majibu haya. Umeona? Kwa hiyo itaenda ku override hata kwenye memory ukiweka value nyingine itaenda ku override ile ya mwanzoni. Umeona? Yeah. Kwa hiyo ni nataka hicho ni concept muhimu sana ambayo kama utakuja kuwa ni programmer mzuri sana, hiyo ni concept ni inatumika sana. Kama variables unaweza ukai override. Override au ikaenda kuificha ile ya mwanzoni kama declare tena au umeirudia kudeclare na ikaipa value nyingine. Umeona? Yeah. Pia kama nilivyoahidi leo tutafanya a simple project. Kwa project yetu itakuwa ni simple. Hapo tutakuwa na project moja, kutakuwa na nataka tuandae a sales report ya duka fulani. Umeona? Sales report ya duka fulani. Umeona? Kwa tusemalize sales report tutasema labda products, tutaweka pale pamoja na products is equal to maybe your product to laptop labda kusema your products in laptop up to tuandike zipo ngapi, tuzipe quantity labda zile labda hizo product zile labda 7. Umeona? After zipe amount zinauzwa shilingi ngapi, ili tuseme amount amount labda zinauzwa 800 labda. Umeona? Ile bei tatu 800. Sasa nataka tufanye reports kwa siku hiyo. Product ya laptop ambazo zilikuwa 7 ziliuzwa. Umeona? Ambapo laptop moja hii 800. Sasa tufanye to show sales report. Kwa show sales report hapo tutasema tutumie labda print tuseme labda print, tuona ndio kutokea to print. Unaweza print chochote kule na print hii hapa kuonesha sio ndio mwanzo wa sales report. Na print pia na print ndio mwisho wa sales report yetu. Afu ndani sasa ndo print zile value zako. Labda naweza kusema product gani imeuzwa, nasema labda product gani, product ndeka hizo ni product gani, kama kwenye variable tuki kwenye string kama nilivyozungumzia hapo nyuma, tusema ni nini product gani hiyo, ndo products. Umeona? Baada hapo tuta print tena, tuta print labda nataka quantity. Sasa tandika hapo quantity, then quantity, then nataka sasa total amount. Umeona? Total amount iliyouzwa siku hiyo. Umeona? Sasa total amount sasa hapa kuipata ni simple way. Nataka kwa hesabu za kawaida lazima tuchukue ile 7 tuzidishe na mara 8. Umeona?
Sasa hicho kitu ni total amount. Sasa tutaandaa variable moja iitwe total ambayo tutatunza hiyo amount yote ili tuweze mambo yaende vizuri. Tusema total is equal to, umeona? Total is equal to hiyo 800. Hiyo amount itaweza kutoa amount. Umeona? Amount ambayo tukisema amount ndio itachukua ile value ambayo imetunzwa kwenye hiyo amount ambayo ni shilingi 800 ambayo tutazidisha, ni alama ya kuzidisha. Umeona? Hiyo multiplication operator tutazidisha na hiyo quantity ambayo ni quantity. Yeah. Kisema 7 that inaleta jibu lakini not appropriate way of doing things in Python. Umeona? Kwa maana nashauriwa sana ukishaandika variable unaitumia variables. Umeona? Yeah. Kusema hiyo quantity kwa kila kitu nashauriwa ukishafanya hivyo uandike katika variables. Umeona? Tunasema kwa hiyo total is equal to amount times quantity na tukisema tukiprint hapa, tukisema print, tukisema total sales is equal to, maybe natumia hiyo total hapo, then tuta save, yarudisha kidogo nyuma hapa, tuta save hiyo, yani clear na hapa chini ili ambayo ndio vizuri kabisa. Cha save hiyo tuta run. Yeah. Product laptop quantity hapo na total sales ni hiyo milioni 5 na laki 6. Okay. Yeah, that is kuhusu variable, na asante sana. Usisahau kusubscribe kwenye channel yetu, pia ku comment, sababu comment zako ni za msingi sana. Okay, bye bye.